Kama mnavyojua na kunitambua, siku zote unajitambulisha. Niko mahali hapa siku ya leo. Wale wasionijua, mimi naitwa Pastor Nixon Charo. Niko hapa Shaksi. Shaksi tu ni just opposite hiyo Shell Beach. Utakuja pande hiyo utatupata tuko mahali hapa. So nataka tuende katika neno la Mungu moja kwa moja. Kichwa cha ujumbe siku ya leo, nitaongea kitu inaitwa msingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitaita msingi ama nitaongelea juu ya msingi. Nataka kujua kwamba msingi ni nini maana yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Msingi ni mahali palipochimbwa na kujengwa imara kwa madhumuni ya kusimamishia jengo. Mnaona sasa? Hiyo ndio maana ya msingi. Kwa hivyo hiyo ni msingi ambayo tunajengea nyumba. Na hiyo kunakuwa na msingi katika maisha yoyote yule ambaye ameokoka. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo hiyo ni msingi. Huyu mtu alijiweka katika misingi ya kumwabudu Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. So katika msingi wa kumwabudu Mungu, huo ndio msingi ambao uko imara zaidi kushinda misingi ingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna yule wa busara aliyekuwa na busara mingi, akajenga hiyo nyumba yake katika mwamba. Alijenga katika msingi wa mwamba, hakuijenga kwa mchanga. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeyote atakayeweza kuweka msingi wake katika mchanga ama nyumba yake kwa mchanga, inafika mahali ile nyumba inaanguka, na wala hatapata kitu inaitwa the benefit. Bwana Yesu asifiwe sana. Ama matunda yake. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa ndugu yangu pendwa, mtu wa Mungu, ninajua uko katika msingi ulio imara, msingi ulio wa Yesu Kristo, maana wa Mungu aishie juu. Na huo ndio msingi ambao uko dhabiti katika maisha ya wanadamu. Lakini swali ambalo nauliza, ama kabla sijauliza, umefanyika kuwa mwenye haki kwa ule msingi ambao umeujenga ndani yako, Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa swali linakuja ni kwamba, je, msingi huu ukiharibika, mwenye haki atafanya nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Maana inafika mahali msingi unaharibika. Je, wewe mwenye haki utafanya nini? Kumeharibika kabisa. Mwenye haki unatarajiwa utoe jibu ni wewe, utafanya nini? Katika kitabu cha Zaburi mlango 11 mstari wa 3. Utasoma kwa uwezo wa Bwana. Kama misingi ikiharibika, mwenye haki atafanya nini? Bwana Yesu apewe sifa. Wakati misingi ikiharibika ama ikiharibiwa, mwenye haki anaweza kufanya nini? Kwa hivyo ni lazima ukajiulize. Zaburi mlango 11 mstari wa 3. Ni lazima ukajiulize, Bwana, huenda misingi yako imeharibika. Kama mwenye haki utafanya nini? Je, utakimbilia kwa waganga? Je, utakimbilia kupigana? Je, utakimbilia kutukana? Misingi imeharibika. Wewe mwenye haki utafanya nini? Bwana, misingi imekwisha haribika. Imekuwa mizuri wakati wa nyuma, ilikuwa inaendelea vizuri, imefika mahali pa kuharibika. Wewe mwenye haki utafanya nini? Nisomee mstari wa 4. Mstari wa 4. Bwana yu katika hekalu lake takatifu. Bwana ambaye kiti chake kiko mbinguni. Macho yake yanaangalia kope zake, zinawajaribu wanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana yuko ndani ya hekalu lake takatifu.
mwenye haki inafaa umkimbilie nani? Mwenye haki inafaa ukamkimbilie Yesu, mwenye kuanzilisha imani yako, mwenye kuweka msingi. Rudi kwake, umuulize misingi imeharibika, itakuwaje? Na utamfuata Kristo katika kufunga na kuomba. Sema amen. Pigie Bwana makofi mazuri kama tuko pamoja. Ndugu yangu pendwa, mtu wa Mungu, itakapofika mahali misingi ikiharibika, wewe mwenye haki inafaa ukamkimbilie Bwana. Bwana ako ndani ya hekalu takatifu, ni lazima ukaenda kwake tena na ukamuulize kufika mahali imefika itakuwaje. Nataka nikuambia kwamba ikiwa misingi imeharibika, endelea kumtumainia Bwana, endelea kumtumainia Bwana, utumainie Bwana aliyeweka msingi ndani yako. Sema haleluya. Pigie Bwana makofi mazuri. Ndugu yangu mpendwa, usitikisike katika hiyo hali ambayo unapitia. Ninajua misingi yako imeenda vibaya, misingi yako imeharibika, hakuendi vizuri tena kama vile kwa kukienda, kumechafuka, kumeharibika. Lakini wewe ni mwenye haki, nimekuja nikwambie ya kwamba mkimbilie Bwana Yesu. Ninajua imefika mahali umevunjika moyo, uko na mambo mawili ya kurudi nyuma ama kusonga mbele, kwenda mkono kushoto ama kurudi mkono kulia. Lakini nimekuja nikwambie katika hali hiyo unapitia, rudi tena kwa baba yako, enda mbele za Bwana, umuite Bwana, muulize Bwana. Yeye Mungu ndiye aliyeweza kuweka hiyo misingi. Sema haleluya. Itaweza kuwa imara mara nyingine tena. Yesu ataweza kuimarisha tena. Yesu anaweza kuimarisha tena. Sema haleluya. Pigie Bwana makofi mazuri. Inajua hakuendea vizuri, mkimbilie Bwana Yesu siku ya leo. Nimekupa njia ya sawa, maana Yesu, Bwana Yesu ako ndani ya hekalu lake takatifu, anangoja kile ambacho ungeweza kukuumiza ama kingeweza kushinda. Umwambie kwamba nimeshindwa, baba yangu, nimeshindwa, mali imefika, ninahitaji msaada wako. Ni wale ambao wamechenga msingi katika Kristo Yesu, misingi ikiharibika, wenye haki wamkimbilie Bwana Yesu. Sema haleluya. Ndugu yangu, mkimbilie Bwana Yesu. Usiende kwa mganga, wala usiende kupigana, wala usiende kuleta moto mahali popote. Mkimbilie Bwana Yesu aliyeweka msingi thabiti ndani yako. Umeharibika, mkimbilie Bwana Yesu. Sema haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Pigie Bwana makofi mazuri kama tuko pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Tusome katika kitabu cha Ayubu mlango wa kwanza mstari wa 20. Inasema, ndipo Ayubu akainuka akalirarua joho lake, kisha akanyoa kichwa chake na kuanguka chini na kusujudia. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndipo Ayubu akasimama akararua joho lake na kunyoa nywele zake, kisha akaanguka chini katika kuabudu na kusema, nilitoka tumboni mwa mama yangu uchi, nami nitaondoka. Bwana Yesu asifiwe. Pigie makofi Bwana Yesu. Haleluya. Ona maisha ya Ayubu vile yalivyokuwa yalienda vizuri mara ya kwanza, lakini ikafika mahali yakaenda kuharibika. Lakini baada ya hapo Ayubu hakumwangalia mwanadamu na wala hakuangalia pande kulia pande kushoto, aliendelea kumtazamia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati Ayubu misingi yake iliharibika. Ayubu alikuwa na mali nyingi aliyokuwa amepewa na Bwana. Yeye alikuwa ni mwenye haki mbele za Bwana. Na ikafika mahali mali zake zote zikaangamia, mali zake zote zikapotea. Yeye alikuwa ni mwenye haki, ndio maana alijiuliza, kama mambo yametendeka kama hivi, inafaa nimkimbilie nani kama mwenye haki? Maandiko inasema ya kwamba Ayubu aliingia katika magoti, akararua vazi lake na akamwabudu Bwana, akamwambia, wewe ndiwe Bwana uniletea mali hizi zote, nami najua ya kwamba hata kama misingi imeharibika kiasi hichi, nimekuja
mbele zako nikijua kwamba Baba yangu uko na jibu langu. Bwana Yesu apewe sifa. Uko na jibu langu, sema amen. Akijua kwamba niko na jibu, na yeye ndiye alikuwa jibu la maisha ya Ayubu. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo Ayubu maisha yake ilikuwa imeenda murama, misingi ya maisha yake ilikuwa imeharibika, lakini Ayubu hakuchukua hata hatua ya kwenda kwa mganga wala kumkashifu Mungu, bali aliingia katika nyumba ya Bwana, alipiga magoti na akaanza kuomba. Inataka upige vigelegele mahali upo, kama tuko pamoja, inataka upige vigelegele mahali upo. Ayubu alitembea na Mungu. Ayubu alimwabudu Bwana. Ayubu alimpenda Mungu. Ayubu alimshangilia. Baba yangu, inataka nikuambia kwamba ikiwa misingi imeharibika kufika kiasi hicho, inataka nikuambie usimwache Bwana Yesu. Enda kwa Bwana Yesu, ende kimbilio la maisha yako. Sema haleluya. Pigie Bwana makofi mazuri kama tuko pamoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Ayubu ijapokuwa mambo na hali yake ilikuwa ngumu, moyo wake hakumwacha Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Alienda kusema na Mungu. Ijapokuwa misingi iliharibika, lakini bado alienda kusema na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu yangu pendwa, na sio umefika mahali pa kusema ni basi, lakini Bwana amenituma kwa mtu huyo nimwambia kwamba usikimbilie pande hii. Ingia katika nyumba ya Bwana, enda katika nyumba ya Bwana. Hapo katika nyumba ya Bwana, hapo ndipo utapata suluhisho lako na maisha yako yataanza kuwa mazuri tena. Upigie Bwana makofi mazuri. Ninaona kuna watu wananiangalia na kunisikiza kwa runinga. Nimeandikwa na Bwana kwako, na nasema tena, Yesu amenituma kwako. Wewe ambaye umevunjika moyo, wewe ambaye umeanza kulegea, ya kwamba kimbilio lako ni Yesu Kristo peke yake. Hivyo ingia katika nyumba ya Bwana, yeye ndiye atakuwa jibu lako na nguvu zako. Sema amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Ayubu hakuogopa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ayubu hakutingisika. Bwana Yesu asifiwe sana. Mbona ndugu yangu pendwa unatingisika na mambo haya? Yanakutingisa kwa sababu gani? Mbona unatingisika? Ijapokuwa ni ukiwa, jua linawaka, mbona unatingisika? Mbona unavunjika moyo, unasema sitaki tena kuenda? Hii hali ni hali ukabiliana nayo, na wewe mwenyewe hautaweza, bali tu ukaweze kujiachilia kwa Mungu. Ayubu akamwabudu Mungu, akamwambia, ewe ndiwe Bwana peke yake uliyeziumba mbingu na nchi, ukaniumba hata mimi, na ukaendelea na ukasonga, ukanibariki na mali nyingi, ukanipa watoto wazuri, ukanipa mifugo mizuri, na saa hii umeshukua. Nataka niseme jina lako acha libarikiwe. Ninajua kwa wakati unaofaa Yesu utatenda leo makuu. Sema haleluya. Nataka nikuambie ndugu yangu pendwa, mtu wa Mungu, usitingisike hata kama mambo yamekuwa magumu kiasi gani. Usitingisike, ingia katika nyumba ya Bwana. Hata ingawaje mshingi wako umekatika na nguo yako imeraruka, usitingisike, imbilia katika nyumba ya Bwana. Bwana Mungu wetu yuko ndani ya hekalu lake takatifu, na ako mahali pale kwa ajili yako, ako mahali pale kwa ajili yako. Nataka useme haleluya. Mtu wa Mungu, nimekuja nikuambia kwamba nyumba yako najua inatingisika, huduma yako najua inatingisika, unapigwa vita kiasi kuwa ikana kwamba utaangamia. Lakini acha nikwambie, aliyeumba mbingu na nchi ni Yesu Kristo. Aliyeumba mbingu na nchi ni Mungu. Aliyemuumba adui yako ni Mungu. Hivyo nakuambia, mkimbilie Bwana Yesu. Haina haja utoroke mahali unaishi, haina haja utoe katika nyumba ile. Yesu anaweza na atakutetea. Sema haleluya. Pigie Bwana makofi mazuri. Nataka nisikie shangwe na vigelegele. Inatia mtu moyo mahali hapa, aliyevunjika moyo kiasi kubwa, inamtia moyo siku ya leo ya kwamba kapate nguvu mpya, ya kwamba kamtegemee Mungu. Yesu amekaa katika hekalu lake, Mungu amekaa katika hekalu lake. Mungu anakungoja mahali pale ukaweze kumpelekea hoja zake katika kufunga na kuomba. Yesu ataonekana kwako katika kufunga na kuomba. Yesu atadhihirisha kwako. Sema haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usitingisike mpendwa, mtu wa Mungu. Haleluya. Haleluya.
Nisomee katika kitabu cha Matendo ya Mtume mlango wa 9 mstari wa 1. Inasema, lakini Sauli akazidi kutisha na kuwaza kuwaua wanafunzi wa Bwana. Sauli akawaza kuwamaliza wanafunzi wa nani? Wa Bwana. Endelea. Akamwendea kuhani mkuu, akatoka mpe barua za kuenda Damaski zilizoandikwa kwa msinagogi, ili akiona watu wa njia hii waue. Watu wa njia hii ni wale walikuwa na mwabudu Yesu, ili kwamba wafuata harimu misingi yao. Endelea. Waume kwa wake awafunge na kuwaleta Yerusalemu. Hata alipokuwa akisafiri, ikawa anakaribia Damaski, ghafla ikamwangaza kote nuru kutoka mbinguni. Akaanguka chini, akasikia sauti ikimwambia, Sauli, Sauli, mbona waniudhi? Tulia. Bwana Yesu asifiwe sana. Sauli, Sauli, mbona unaniudhi? Anayeongea hivyo ni Yesu mwenyewe. Endelea kidogo hapo mbele. Akasema, una nini wewe Bwana? Una nini wewe Bwana? Naye akasema, mimi ndimi Yesu unayeniudhi wewe. Pigie Bwana makofi mazuri. Mimi ni yule Yesu unayeniudhi wewe. Endelea kidogo. Lakini simama, uingie mjini, nawe utaambiwa ya kupasayo kutenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Misingi ya watu wa Mungu ikawa inaharibiwa kwa sababu walifuata Stefano wakamumaliza. Bwana Yesu apewe sifa. Ikafika mahali Sauli akasema, mpaka nimalizana watu wakuokoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Eti wanasema mpaka wamalizana na wewe. Haleluya. Eti wanasema ili ati tumalizane na wewe. Wanataka hivyo wamalizane na wewe, na wamepanga kabisa kumalizana na wewe. Sijui hawa walikuwa wanapanga wakumalize kwa njia gani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama isemavyo maandiko, Sauli akawa amesimama kinyume kabisa na kanisa, akitaka kuharibu misingi ya kanisa ya watu wa Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini unakuta watumishi wa Mungu, watu wa Mungu walivyosikia maneno haya, walienda magotini, walienda kwa Yesu, walimlilia Bwana, walienda kanisani, walienda hekaluni, wakaanza kumwita Bwana katika kufunga na kuomba, na hiyo hali ikabadilika. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka nikuambia kwamba kila kikwazo siku ya leo kitaenda kubalika kuwa baraka katika maisha kwa jina la Yesu. Sema amen. Haleluya. Haleluya. Kanisa likasimama katika kufunga na kuomba katika mazingira yale mabaya yaliyokuwa mahali pale, na shetani alikuwa amesimama ili kwamba liangamize kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kweli limesimama ili kuangamize. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Asifiwe Bwana Yesu. Haleluya. Bwana alisikia maombi ya watumishi wa Mungu, nami nataka nikwambie, utakapoanza kufunga na kuomba, Mungu atakusikia hata wewe. Usione Mungu asikii, Mungu anasikia watu wake wenye haki. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio naambia kwamba msingi ya wenye haki ikianza kuharibika, yeye nafaa kimbilie kanisa, akimbilie hekaluni. Wewe unakaa hapo kwa nyumba na uko na kansa, wewe unakaa hapo kwa nyumba na uko na shida, shetani amekufunga kabisa. Ona sasa umefungwa na shetani. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Pigie makofi Bwana Yesu kama tuko pamoja. Bwana asifiwe.
Ikafika mahali Sauli akaanza kutoka, ukaenda kujua kwamba Stefano ameangamizwa. Sauli akaenda kwa mfalme, akaenda akachukua barua, anataka awafuate watu wa Mungu wakiwa katika nyumba ya Mungu Dameski, anataka wafuate mahali pale. Yule Sauli alifanywa kila kitu na akapatwa support, akaanza kutoka. Lakini acha nikwambie, safari ya Sauli haikukamilika. Bwana Yesu asifiwe. Ikafika mahali akaamua kutoka kwa farasi, na akafika mahali akawa kipofu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka nikwambie nini, utakapomtegemea Mungu, hakuna jambo ambalo Mungu linaweza kumshinda juu ya maisha yako. Sema amen. Pigie Bwana makofi mazuri. Tunatumikia Mungu mwenye nguvu, tunatumikia Mungu anayetupenda, tunatumikia Mungu anayetupenda kweli kweli. Sema haleluya. Andiko nasema ya kwamba huyu Sauli akatembea kifika katika mpaka wa Yerusalemu na Damaski, akaanguka chini, na kifika chini akasikia sauti. Yesu akawa anamwita, akamwambia Sauli, Sauli, mbona unaniudhi? Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna shida ambayo inaweza kukwama kwa shida maishani mwako. Utakapomtegemea Bwana, ni lazima hiyo shida itaondolewa. Sema amen. Kila alikuwa amepanga adui ilikuwa tofauti kabisa. Ile mishinga alikuwa ameweka adui ilikuwa ni tofauti kabisa. Adui alikuwa anapanga kwenda kuangamiza, na Mungu naye akawa anapanga tofauti. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivyo nataka nikwambie jinsi vile ambavyo unaona maisha yako yanaenda, ukisema ya kwamba inafika mtashindwa, Mungu naye anapanga kitofauti, ni kwa ajili ya maisha yako. Sema amen. Endelea kumwita Bwana, endelea kusimama na Bwana katika hali hiyo, na Yesu mwenyewe anajirisha katika maisha yako. Sema amen. Haleluya. 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 Hao wanakufuatilia, na si mchawi mmoja wala wawili, ni washawi ambao wamefanya collaboration, wanataka uangamize kiwiliwili chako. Lakini nataka nikwambie, aliye juu ako na nguvu, aliye hekaluni ako na nguvu kualiko. Hivyo utakapomtegemea Kristo, wao hawatakuweza na wala hawatakufikia kwa jina la Yesu. Sema haleluya. Utakaposimama katika maombi, kufunga na kumwamini Bwana, watakuja paka mlangoni na wataanguka, na hawatautafuta mlango, hawataupata. Baba yangu watakuwa wamefanya kipofu kama vile jinsi walivyofanywa kipofu Sauli. Hawa maadui zako pia watafanywa kwa vipofu kwa jina la Yesu. Pigie Bwana makofi mazuri. Haleluya. Haleluya. Sijui kama unafikiria lipi ama akili yako iko wapi. Nataka nivuta akili yako mahali ambapo kuna Mungu anayeweza. Yesu Kristo mwana wa Mungu, yeye ndiye pekee yake anayeweza. Yeye hatabadilika maishani mwake, ni maishani mwako. Ni yeye jana, leo na hata milele, wala hatawahi kubadilika. Sema haleluya. Endelea kumwita katika hali ya hekima, katika hali ya uaminifu, na yataonekana kwa jina la Yesu. Pigie Bwana makofi mazuri kama tuko pamoja. Haleluya. 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 Hakuna mchawi wala mganga atakumaliza, bali wewe ndio utawamaliza hao wachana waganga kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Msingi wa madhabahu ya Mungu ambao uliwekwa ndani yako iko very strong kushinda misingi yoyote. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini naarifia kwamba imeharibiwa. Nataka nikuambia kwamba mwenye haki, ingia katika nyumba ya Bwana. Hapo ndipo kutakapopata ushindi wako na uponyaji wako. Sema amen. Pigie Bwana makofi mazuri kama tuko pamoja. Hallelujah. Hallelujah. Acts of Apostles chapter 4 verses 28 to 24. Tunamalizia hapo. Sema amen. Sema amen. Hallelujah. Tuko pamoja. Kama umebarikiwa sema amina. Nisomee hapo kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 4 mstari wa 23 mpaka wa 24. Inasema, hata walipofunguliwa wakaenda kwa watu wao, wakawapasha habari ya mambo yote Petro na Yohana walioambiwa na wakuu wa makuhani na wazee. Nao waliposikia wakampazia Mungu sauti zao kwa moyo mmoja, wakisema, Mola, wewe ndiye Mungu, ndiye uliyefanya mbingu na nchi na bahari na vitu vyote vilivyomo. Nawe ulinena kwa Roho Mtakatifu kwa kinywa cha baba yetu
Daudi mtumishi wako, mbona mataifa wamefanya ghasia na makabila wametafakari ubatili? Tulia. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikia hilo ombi watumishi wa Mungu walikuwa naomba. Hapo ilikuwa misingi imeharibika. Yohana na Petro kilikuwa kimeumana kweli kweli. Haleluya. Inafika mahali Petro anafungiwa. Sasa mtumishi wa Mungu amefungwa, ni nani atakayehubiri? Bwana Yesu asifiwe sana. Msingi kiharibika, mwenye haki inafaa amkimbilie Yesu. Petro akawa amefungwa, Petro akawa kimeumana, na Jumapili anapekana kanisani. Amefungwa na Jumapili ndiye mhubiri. Haleluya. Kanisa ikasikia, washirika wakasikia, watu wa Mungu wakasikia, lakini hawakuvunjika moyo, walitafuta suluhu katika Bwana. Pigie Bwana makofi mazuri. Hivyo nataka nikuambia suluhu ya hiyo hali unayopitia ni Yesu Kristo peke yake, mwana wa Mungu ali hai. Haleluya. Kanisa ikasimama kidete mahali pale, ikaanza kumuita Bwana, ikamwambia Baba yetu, wewe ni Mungu mwenye nguvu, wewe ni Mungu mweza wa yote. Tazama mtumishi wako bahali amewekwa, tazama Baba yetu. Ikafika mahali majibu yakapatikana kwa haraka sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Majibu yatapatikana kwa haraka sana kwako utakapo mtumainia aliye juu peke yake. Bwana Yesu apewe sifa. Watu wakatoka wakakuja wakasema shalom, tumeachiliwa, ni kwa ajili ya Mungu watakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Misingi ikiharibika, mwenye haki inafaa amwangalie Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nataka ujiulize, ni msingi gani ulioharibika kwako? Maana nathibitishiwa katika roho kuna mtu anayepitia hali ngumu kati ya nyambo mnaangalia kwa runinga. Umekuwa katika nyumba ya Bwana na ukatoka, na hiyo hali imezidi kuwa ngumu zaidi na zaidi. Kama msingi kiharibika, mwenye haki atafanya nini? Ingia katika nyumba ya Bwana. Katika nyumba ya Bwana ndio kuna msaada wa maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nataka tusimame ndugu zangu wapendwa, tumwite Mungu sasa.